Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala haukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri wa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui yako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale uliyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapakuwa na mtu katika ufalme kama wewe siku zako zote. Amina. Amina. Tunataka tujifunze kitu kupitia kwa mfalme Sulemani. Mfalme Sulemani baada ya kupewa kibali na Mungu kwamba omba lolote nami nitakupa. Mfalme Sulemani kabla hajaanza kuomba, alianza kufikiria ni changamoto gani anazipitia katika maisha yake. Alianza kufikiria ni misukosuko gani anapitia. Alianza kuwaza ana majukumu gani ambayo anatakiwa yasolve juu ya maisha yake. Lakini akakumbuka kwamba kuna mzigo, kuna kazi Mungu ambaye amempa ya kuweza kuwaongoza wale wa Israeli. Amina. Amina. Ya kuweza kuwaongoza wale watu. Lakini alifikiria hao watu mimi nitaanza kuongozaje? Na tukiangalia binadamu, kila mmoja ana kichwa tofauti tofauti. Kila mmoja ana mawazo tofauti tofauti. Amina. Unaloliwaza wewe mtumishi na analoliwaza kameramani ni vitu viwili tofauti. Amina. 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 Kwa mimi mpaka nije kuweza kukutatulia wewe shida yako na niweze kuitatua shida ya yule mtu mwingine, peke yangu siwezi bila kuwa na hekima. Kabisa. Amina. Amina. Na ndio maana maandiko yanatuambia kwamba mfalme Sulemani aliona ni njia gani aweze kuipitia ili aweze kuitatua, kusolve haya matatizo, ili aweze kutatua changamoto ambazo zinatokea katika familia yao na juu ya uongozi wake, ili aweze kutatua migogoro ambayo itakuja ofisini kwake, ili ajue namna kusuluhisha migogoro yoyote ambayo inatokea katika familia na katika maisha mbalimbali ya katikati ya uongozi wake. Kabisa. Alijua kabisa kitu cha kwanza anachotakiwa kukiomba hapa ni hekima. Kabisa. Amina. Amina. Alijua akiwa na hekima ataweza kutatua matatizo ambayo yanakuja kwenye uongozi wake. Ndiyo mtumishi. Akiwa na hekima ataweza kutatua migogoro ambayo inakuja kwenye uongozi wake. Amina. Amina. Atajua kusolve kesi mbalimbali, lakini hiyo yote ni kutokana na hekima. Mtu wa Mungu, leo tuko hapa, lakini kama una hekima huwezi kuongoza nchi. Ndiyo. Rais ili aweze kuongoza nchi ni lazima awe na hekima na maarifa. Kabisa mtumishi. Kwenye familia ambazo tunaziishi, baba mama, ili uweze kuilea familia yako, kuiongoza familia yako vizuri, ni lazima uwe na hekima na maarifa. Kabisa. Ili uweze kuiendesha kampuni yako sahihi ambayo uko, unahitaji kupata hekima na maarifa. Ndiyo mtumishi. Bila kuwa na hekima na maarifa huwezi kuongoza kitu cha aina yoyote kile, kwa sababu ili uweze kuongoza familia, ili uweze kuongoza watu ambayo kundi ambalo upo sehemu, ili uweze kuongoza maisha yako au kujiongoza mwenyewe, kuendesha mfumo mzima wa maisha yako, unahitaji kupata hekima. Amina. 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 Yeah. Kwa hiyo mfalme Sulemani akataka kuandika, kuorozesha kwamba naomba uchumi, naomba ndoa, naomba sijui apate gari, anaomba apate nini sijui. Hakutaka kuomba hivyo, lakini yeye aliomba kitu kimoja. Sikiliza mtumishi wa Mungu, nakwambia. Ndiyo. Leo hii kuna watu wengine wanaomba maombi karibia 100. Kabisa. Wana karatasi wameandika naomba kitu fulani, naomba kitu fulani, naomba kitu fulani. Lakini mfalme Sulemani alifikiria kumbe kuna uwezekano wa kuomba ombi hili moja. Ndiyo. Na katika lile ombi moja likabeba shida zako zote zikatatua. Kabisa. Amina. Amina. Nini tunajifunza hapa? Mfalme Sulemani aliambiwa kwamba omba lolote, kaomba hekima, lakini Mungu alimwambia kwa kuwa umeomba jambo jema, nami nimekupa yale yote ambayo kuomba. Kabisa. Uchumi kapewa. Amina. Ndiyo. Afya kapewa. Ndiyo. Kila kitu ambacho wanaona hiki kitaendesha maisha yake, utajiri nini, vyote alipewa. Kabisa. Ni kwa sababu aliomba jambo jema. Ndiyo.
Amina. Amina. Lakini leo hii watu huwa tunakosea. Sijajua ni sababu ni nini, mtumishi wa Mungu, kwamba ni imani inakuwa ni ndogo, na ndio maana wanakuwa wanaomba maombi yanakuwa ni mengi sana. Wanajua kwamba nikiomba hili ombi moja sitatendewa, au shida ni nini ambaye inakuwa sababu kubwa sana ambayo tunakuwa tunapitia, mtumishi wa Mungu? Sababu moja